Unajua kwamba unapoinamisha shingo yako kwa nyuzi 15 na kuangalia simu yako, shinikizo kwenye shingo yako linafikia takriban kilo 12, na shinikizo hili linaongezeka hadi kilo 18 unapoinamisha shingo yako zaidi hadi nyuzi 30, na unapoinamisha shingo yako zaidi hadi nyuzi 60, shinikizo karibu linafikia kilo 27. Hivyo basi, hiki ndicho hasa kinachotokea unapoinamisha shingo yako kuangalia simu yako au unapokuwa unaangalia kitu kwenye simu yako. Habari, mimi ni Dkt. Himanshu Tyagi, mkuu wa kitengo cha uti wa mgongo na mifupa katika hospitali ya Fortis, Delhi NCR, na leo tutaongea kuhusu jinsi matumizi ya simu za mkononi yanavyoathiri uti wa mgongo. Kwa hiyo, mkao wa kawaida au shinikizo la kawaida kwenye shingo yako ni takriban kilo 5, ambayo ni uzito wa kichwa chako. Lakini unapoinamisha shingo yako chini, shinikizo linaongezeka sana, linaweza kufikia hadi kilo 27 au 30 unapoinamisha hadi nyuzi 60 kabisa. Hii inaweza kusababisha matatizo ya kawaida kama vile maumivu ya shingo na shingo kukakamaa, hasa unapoinamisha shingo yako mbele mara kwa mara kuangalia simu yako kwa muda mrefu. Pia, kwa baadhi ya watu inaweza kusababisha maumivu ya kichwa yanayotokana na shingo, ambapo misuli inakaza na kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo. Kwa muda mrefu, inaweza pia kusababisha tatizo la diski ya shingo. Hii inamaanisha msongo au uchakavu wa haraka wa diski kwenye uti wa mgongo wako, ambao unaweza kusababisha neva kubanwa. Wakati mwingine kubanwa kwa neva kunaweza kusababisha ganzi au kufa ganzi mikononi. Inaweza kuwa kali kiasi kwamba inaweza kuhitaji upasuaji endapo kutakuwa na udhaifu wowote. Kwa hiyo, dalili za onyo ambazo hupaswi kupuuza ni pamoja na maumivu ya shingo yasiyokoma. Pili, maumivu yanayosambaa hadi mkono au bega lako. Tatu, ganzi au kufa ganzi kwenye mkono, kiganja au sehemu yoyote ya mkono wa juu. Au kama unapata maumivu ya kichwa mara kwa mara, hiyo pia inaweza kuwa kutokana na kutumia simu mara kwa mara. Au kama kuna kutopata usawa, kizunguzungu, na hushindwa kudhibiti mkao wako, hiyo pia inaweza kuwa kutokana na tatizo la uti wa mgongo wa shingo. Kwa hiyo kuna vidokezo vichache vya kulinda uti wako wa mgongo. Kwanza, shikilia simu yako kwenye kiwango cha macho yako. Usipinde shingo yako chini. Inua simu yako juu. Pili, epuka kutumia skrini kwa muda mrefu bila kupumzika. Hupaswi kutazama laptop au simu yako kwa zaidi ya dakika 20 mfululizo. Unapaswa kuchukua mapumziko mara kwa mara. Kila baada ya dakika 20, toka kwenye meza yako ya ofisini, simama, tembea kidogo, angalia nje ya dirisha, tazama juu kwenye dari, kunywa kikombe cha kahawa au fanya kitu chochote ambacho shingo yako itakuwa imenyoka na kupumzika. Pia, unapaswa kufanya mazoezi ya kunyoosha shingo mara kwa mara. Mazoezi haya yatakuchukua dakika 5 tu, lakini ni muhimu sana. Unaweza pia kupata mazoezi haya kwenye channel yetu ya YouTube. Tuna video maalum kwa ajili ya maumivu ya shingo ya muda mrefu yanayosababishwa na matumizi ya laptop au simu. Pia, unapaswa kuanza kuimarisha misuli ya shingo na misuli ya juu ya mgongo. Tuna video pia kwa ajili ya hili ambapo tumeelezea ratiba ya mazoezi ya dakika 10 kila siku ambayo unapaswa kufanya mara kwa mara ili maumivu ya shingo yako yaondoke kabisa. Mazoezi rahisi ni pamoja na mazoezi kama ya kuvuta kidevu, chin tuck exercises. Pili, mazoezi ya kunyoosha shingo nyuma, neck extension stretches. Tatu, mazoezi ya kukamua mabega, shoulder blade squeezing exercises. 4, mazoezi ya kurekebisha mkao wa mwili, posture correction exercises. Haya mazoezi manne unaweza kuyafanya popote unapotaka. Kama uko ofisini, umekaa kwenye kiti chako cha ofisi, unaweza kuyafanya baada ya kila dakika 20 za kazi ili misuli yako ipate kupumzika. Kwa hiyo simu yako ni muhimu, laptop yako ni muhimu, kazi yako ni muhimu, lakini uti wa mgongo wako hauwezi kubadilishwa. Hivyo, rekebisha mkao wako kabla uti wa mgongo wako haujalazimishwa kufanyiwa upasuaji wa aina yoyote. Kwa hiyo tatizo sio simu yako, ni mkao wako. Fanya kazi kwenye mkao wako na utaona maajabu kutokana na ushauri huu mdogo. Kila la heri.